إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake kubwa, alituwekea wazi lengo la kutuumba. Akatubainia kwamba ametuumba kwa lengo la kwamba tumwabudu tu na si vingine. Na ibada ni utumishi ambao hauna kuuliza. Yaani tumtumikie Allah, hakuna kuuliza kwa nini. Na kwa mapenzi yake Allah hakutuacha kila mmoja afanye anavyotaka yeye. Alileta mitume ya kuongoza watu. Na sisi akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikawa maisha yake yote ni kuonyesha anavyotaka Allah tuishi, ili tumridhishe Allah na tusimwasi. Hivyo yeye akawekwa ni kiigizo chetu cha maisha. Na kwa kuwa mwanadamu ana udhaifu mwingi na kusahau sana, Allah akaweka mwongozo upo. Qur'ani na sunna zake bado vipo, kama vile mtume bado anaishi. Allah ametuwekea nguzo 5 za Uislamu ziwe ni nembo kubwa ya kutuongoza tunavyotakiwa tuishi. Lakini nembo hizo, kila nguzo moja huwa haikamiliki vizuri bila ya kuweko ibada zingine za miamala. Zile zikawa ni ibada tushairia, halafu Allah akaweka ibada tutaamulia, ziwe kuna ibada za miamala yetu ya kila siku. Kwenye nguzo tunamtumikia Mungu moja kwa moja. Hakuna kutafuta anapata nini Mungu, Lakini haitimu nguzo hiyo mpaka iwe kumetengenea kwenye miamala ya sisi kwa sisi. Kusipotengenea huku, nguzo ile inakuwa haina kazi, haijafanyika vizuri. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anaposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa aqimis salah, na udumishe swala. Umefaradhishiwa swala, dumisha swala. Swala ni kiungo chako wewe na Allah tu. Lakini swala, angalia mbele, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Hakika swala inakataza
ina tabia hiyo ya kukataza. Swala yako iwe itakataza machafu ya ndani ndani na yale ambayo akili iliyo salama haifanyi. Ukiangalia hayo machafu hayahusiani na Mungu. Umesujudu kwa ajili ya Allah, lakini nje ukakatazike muamala wako na watu wasipate tabu na maisha yako wewe, ndio swala iwe swala kweli. Mfano mwingine, Allah ameamrisha infaq, kutoa, imma iwe kutoa sadaka au kutoa zaka. Ni amri ya wewe na Allah kule kutoa, lakini kutoa huku ili kuwe kutatimia mpaka uwe hutokera unaowapa. Akasema Allah, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe sadaka zenu kwa masimango na kero, kuwakera wale mliowapa. Kufunga, na ndio maudhui yetu ya leo, saumu. Saumu ili itimu. Saumu ni kuacha kula na kunywa na kukutana kinyumba kwa ajili ya Allah. Lakini ili iwe imetimia hivyo, haiwezi ikatimu mpaka iwe kuna mambo katika jamii yamekaa sawa, hutokera. Ndugu zangu, kwa bahati kwenye hili tukawa tunajisahau. Ndio lengo la kukumbushana ili tukae sawa. Ni sharti tuwe tunanufaisha watu, jamii inafaidika unapokuwa wewe umefunga. Jamii haikereki unapokuwa wewe umefunga. Lakini umefunga ikiwa hayatotimu hayo upande wa pili, saumu inakuwa haikupata sifa yake sahihi. Tupitie mifano ya hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa mfano, ukiangalia hadithi hii, Mtume anaposema hivi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima, yule ambaye atapenda aone Mungu amemkunjulia riziki na aone kwamba athari zake nzuri zinadumu, aunge udugu. Pengine utaiona hadithi kama haina ujumbe kwenye hii tunalokwenda. Hapana, ipo. Kuunga udugu ni ibada moja kubwa sana ya muamala. Ndugu zako wapate kitu kwako, wapate mahusiano mazuri na wewe, na katika muamala huu kipato kina uhusiano mkubwa sana. Watu mara nyingi hukosana, ndugu wanakosana kwa vipato tu, mpaka zikazuka habari nyingine, lakini vyanzo ni vipato. Allah anasemaje? wa ati dhal qurba haqqahu, wape ndugu, mpe ndugu haki yake. Maana yake kama saumu yako ipo lakini ndugu hapati haki yake kwako, na haki itakuwa ni ya kipato, kuna na nyingine ya mapenzi tu, kusalimiana, kujuana, ukamjua hali, ukamtembelea, akakutembelea, apate haki yake kwako. Lakini tumetaja kwanza ya kipato ndio inaosumbua. wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil, wote hawa wapate haki zao. Kama hawazipati haki zao kwako, na wewe umefunga, manake saumu yako inakuwa haijafikia malengo, kwa sababu muamala hauko vizuri. Angalia hadithi nyingine ukiitizama kwa juu unaona kama vile mahusiano yake na iko wapi. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi, katika Uislamu wa mtu mzuri, awe amekuwa Muislamu vizuri, ni kuacha mambo yasiyomuhusu. Kuangalia mambo ya watu tu mpaka unaingia hasadi bure, unakuwa mbea tu. Achana nayo mambo ya watu. Ibada ya kufunga nayo kwenye hili. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuna mtu mmoja alimtembelea akamwambia, Mtume, Mwenyezi Mungu, naomba unijulishe nifanye ibada gani ambayo Allah atanipenda
na watu watanipenda. Alimwambia nini? Izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ipe mgongo dunia, usiitolee macho, Allah atakupenda. Vipe mgongo vilivyomo kwa watu, usivitolee macho, watu watakupenda. Usifuate mambo ya watu ambayo yatakuingiza wewe kwenye tabu hizo, ukaja ukaharibikiwa na mambo yako mengine ambayo wewe Allah anakutaka uwe. Kwa hiyo wewe umefunga, halafu ufuate mambo ya watu, uingie kwenye umbea bure, uingie kwenye matatizo bure, umetolea macho vitu vya watu, umejiona mnyonge kama vile Mungu amewapandisha wao, wewe ukupandishwa. Hapana, una daraja zako ulizopanda kuwashinda watu. Undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Mafundisho ya Mtume. Watizameni wale mliowazidi, wako chini kuliko nyinyi, msiangalie tu waliokuzidini mkajiona nyi wanyonge bure. Mkiwaangalia mliowazidi, itakupelekeeni kushukuru neema za Allah, hamtozidharau. Sasa ukiwa unajali mambo ya watu na huku unasaumu, mpaka itakufikisha unaona kama vile Mungu hakukuangalia vizuri wewe, kumbe amekuangalia vizuri sana. Jali miamala ya watu vizuri, uangalie na wewe nafasi yako Allah alipoiweka. Imani ya Allah na kuamini siku ya mwisho, ili iwe imani kweli kweli, angalia ilivyohusishwa na miamala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Anaamini Allah na kuamini siku ya mwisho, asimkere jirani. Imani kwa Allah, kuamini siku ya mwisho, hakutimu kama unakera jirani. Ukiwa umefanya hivyo, imefungamanishwa. Sehemu nyingine, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Anayemwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, amkirimu mgeni wake. Mungu anapata nini katika hili? Hapati kitu. Ni sisi kwa sisi, muamala tu. Umeambatanishwa muamala wa takrimu kwa imani ya Allah na kuamini siku ya mwisho. Nyingine, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anayemwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, kuna siku ya malipo, aongee kheri au anyamaze. Kuna mahusiano gani kwa Allah ukiongea kheri? Mungu umepata nini wewe? Mimi kinyamaza umepata nini? Umekosa nini? Allah anataka mahusiano yenu, muamala wenu uwe mzuri. Sasa kama umefunga, miamala hii haipatikani. Mahusiano yako kwa Allah kwenye saumu iko wapi? Yako wapi? Ndugu zangu, kwa bahati tuseme ni mbaya, bahati mbaya, tumezoea kufunga kwa maigizo sana, tukaona tayari tushamaliza. Kuiga tu tumeshamaliza. Ramadhani inakuja bwana, umeshaandaa nini na nini? Vitu vya kuandaa sio vile ambavyo Mtume ametuachia. Vitu vya kuandaa nini? Hatukatazwi, sisemi kwamba tunakatazwa. Kama Mungu amekuruhusu kula sambusa usile, hukukatazwa. Kama Mungu amekuruhusu kupata aina ya chakula, haikukatazwa. Ni ruhusa, bali ni kuonyesha neema za Allah, kuonyesha shukrani. Hakukukatazwa kabisa. Lakini imefikia watu wanasahau malengo kwa kutingwa na hayo tu, yale ambayo ndiyo yanaweza yakasahauliwa. Mpaka inaweza ikafika wakati watu wengine wakagombania vyakula, wakasahau lengo la kufunga, wakakasirishana, muamala wao umekuwa mbaya, wamesahau lengo la kufunga. La'allakum tattaqun, ili mjikinge na adhabu ya Allah kwa kufuata amri na kuacha makatazo. Ndugu zangu, hatufikii tattaqun mpaka iwe kuna mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga Ramadhani akawa ana imani ya mafundisho ya Allah amemwamrisha nini,
na anataraji akifuata mafundisho atalipwa nini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kusimama kisimamo cha Ramadhani, mafundisho hayo iwe utafuata, lakini unapokwenda kuswali imanan wa ihtisaban, uwe umeamini ulichofundishwa ni kipi, unafanya kipi, na unataraji malipo kwa kufanya hivyo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa mtu madhambi yake yaliyotangulia akienda hivyo. Ndugu zangu, tunawajibika tuishi Ramadhani, yani tuwe tunaishi nayo kwa namna ambayo inafufua nyoyo zetu zilizokufa, iwe inazipa nguvu nyoyo zetu zilizodhoofika kurudi kwa Allah. Kuna murakaba wa Allah, kumkagua Allah anayetukagua, iwe zitatia tena uchangamfu zile sehemu ambazo tulipata uvivu, hatufanyi vizuri. Saumu yetu iturudishe tufanye vizuri, na tuwe tunajutia kwenye sehemu ambazo hatukufanya vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anavyotuonyesha kwenye hili, anasema man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja min an yada' ta'amahu wa sharaba. Yule ambaye hatoacha uzushi unampunguzia nini Mungu kwenye ufalme wake? Ni miamala yetu inaharibika kwa uzushi. Na ambaye hatoacha kufanyia kazi huo uzushi, manake utapeli huo, hatoacha kuishi kitapeli, Allah hana shida ya yeye kuacha chakula na kinywaji. Yani umeacha kula na kunywa, umesema umefunga, bado mzushi, unatia matatizo katika jamii, unaishi kitapeli, unasumbua jamii kwa maisha yako. Hana shida Allah ya kuacha chakula chako na kinywaji chako. Kwa hiyo saumu ichukue sura hiyo, tuishi hivyo. Tusije tukazifunga nafsi zetu kwa kiasi cha kwamba nimeacha chakula na kunywa tu, kama vile mbuzi aliyefungwa hajui amefungwa kwa ajili ya nini. Hapa kwa ale majani ili amependwa, au ni kwa sababu tumemfunga tukamchinje? Na sisi tusije sijakula kitu, sijakunywa. Sawa, lengo ufikie nini? Lakini iwe kuna lengo, iwe tunalikumbuka hilo lengo la kuacha kwetu chakula na kunywa. Ndio maana Jabir bin Abdullah al-Ansari akasema, idha sumta falyasum sam'uka wa basaruka, pindi ukifunga usikiaji wako nao ufunge. So masikio yamefunga nayo, macho yako nayo yamefunga, walisanu kana ulimi wako uwe umefunga nao, anil kadhibi wal maharim au wal maathim, vitu vyote hivi viwe vimefunga kukimbia uongo na mambo yaliyokatazwa. Kisikia panazungumzwa upuzi, masikio yako yamefunga. Panafanyika upuzi, macho yako yamefunga. Kuzungumza upuzi, ulimi wako umefunga, haufanyi vitu vya namna hiyo. Hapo ndipo tutakapokuwa tunaishi maisha ya saumu kweli, tufikie lile lengo la uchamungu. Tunawajibika tuyaonyeshe yote haya majumbani mwetu, tuishi Ramadhani kweli majumbani mwetu. Tujisogeze kwa Allah kwa matendo yetu mazuri, tujipe mazoezi ya mwezi mzima huu, ili ukimalizika tumebeba shahada ya kuwa tumeanza kuwa wazuri, tumekimbia mabaya. Tuwe tunaamrisha mema na kukataza mabaya, na hatuwezi kuamrisha vizuri kama wenyewe si watekelezaji. Hatuwezi tukakataza kama wenyewe si watekelezaji. Tujikataze, tukataze, tuimarike sisi, tuamrishe nafsi zetu, tuweze kuamrisha wenzetu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanikiwa. Ndugu zangu, hii ni fursa ya umri. Kudiriki Ramadhani ni fursa ya umri, na ni wangapi miongoni mwetu hawakuipata, wamekufa? Kumbuka tu umezika wangapi hivi karibuni tu, hawakufika. Ni ujanja gani uliokufanya wewe uko hai na mimi? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umerefushwa na matendo yake yakawa mazuri. Wa sharru nasi man
twala umruhu wa saa amalu. Na mtu shari sana ni yule ambaye atakuwa umri wake umeongezwa, upo mbele na matendo yake ni mabaya. Tusiwe katika hao. Huna guarantee hata ya kuimaliza Ramadhani, wala sina vile vile. Hebu tuitumie vizuri fursa hii ya umri. Barakallahu lana bilqur'ani alazim wa nafa'na bisunnati nabiyhi alkarim. ud'u rabbakum wa antum muqinuna bilijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Na kuhusieni ndugu zangu, na yusia na nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Ndugu zangu, tuitumie vizuri fursa hii ya umri tulionao. Allah atujalie tuikamilishe Ramadhani na tuifanye vizuri, tuikamilishe kwa uzuri. Tujisogeze kwa Allah kwa yale anayoyapenda ili naye atupende. Na Allah akitupenda hufanya wepesi mambo yetu. Tunasumbuliwa sana na maisha yetu, kila mmoja ana mawazo nayo sana. Jisogeze kwa Allah. Allah akikupenda hufanya wepesi haya yanayotusumbua. Ameahidi hilo akisema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mwenye kumcha Allah akafuata amri vizuri humpa mapito ya kupita. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na humruzuku kwa namna ambayo hata hakufikiria. Kwa hiyo tujisogeze kwa Allah atupende, mambo yawe mepesi. Nchi nzima itakuwa nzuri kabisa tukijisogeza kwa Allah. Pengine unaweza kuwa kwa sababu ya kujisogeza wewe umesababisha na wenzako wapate neema. Kila mmoja afikirie, mimi nijisogeze kwa Allah ili Allah alete neema kwangu na kwa wenzangu. Tutajikuta wote tumebarikiwa kwa hali hiyo. Kingine ndugu zangu, tudumu na istighfar. Tumuombe Allah msamaha sana, tuna mapungufu mengi. Tukidumu na istighfari mara kwa mara, Mtume anatupa guarantee hii, anatuambia hivi, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Mwenye kudumu kumwomba Allah msamaha kila wakati, Allah humjalia kila ile adha anayoipata kwenye moyo wake, kero, humpa faraja. Humpa faraja kwenye kero. Wa min kulli dhiqin makhraja, na humpa njia za kupita katika kila dhiki kwa sababu ya istighfar. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, na humruzuku Allah kwa namna ambayo hakufikiria. Tudumu na istighfari ndugu zangu. Kila mmoja akidumu na istighfari mara kwa mara, kumwomba Allah msamaha mara kwa mara, utasababisha waliokuzunguka wapate nuru kupitia wewe. Wewe utasababisha wenzako waliokuzunguka wanapata nuru kwa ajili ya istighfari zako. Kwa hiyo tufanye hivyo kila mmoja, ili tueneze neema kwenye nchi yetu yote. Mwenyezi Mungu atujalie kwa ninyi kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.